Habari za wakati huu ndugu watazamaji wangu na wapendwa wangu, naamini wote hamjambo. Leo tunaongelea kwa habari ya mahusiano na fedha. Ni kwa nini naongelea habari ya mahusiano na fedha? Ni kwa sababu mahusiano mengi yamekuwa na migogoro, ndoa nyingi zimekuwa na migogoro kwa sababu ya madeni. Madeni mpaka mtu inafikia mahali anaomba msaada wa kuombewa ili apunguze hiyo hali ya kuwa na madeni, kwamba ana roho ya madeni. Sasa kuna namna tatu ambazo mimi nimeziona kwamba zinaweza zikakusaidia kupunguza hiyo hali ya kuwa na madeni mengi, kiasi kwamba imefika mahali yani mtu anakimbia nyumba kwa sababu ya madeni. Mtu anaamka asubuhi, anatoka kabla ya wakati, anaacha familia yake kwa sababu ya madeni. Imefika mahala wapendwa, imefika mahali mpaka kwenye nyumba za ibada mtu anabadilisha nyumba ya ibada au anabadilisha mahali pa kuabudu, kwa sababu pale mahala ameshakopa kwa kila kikundi, kila mahali ameomba fedha, sijui nitarudisha. Kwa hiyo anaona sasa pale imekuwa ni ngumu kwake kuendelea kuabudu. Kwa hiyo kuna namna tatu ambazo zinaweza zikakusaidia wewe unayenisikiliza na kuniangalia kupunguza hali ya madeni. Moja, sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na wote alituleta duniani. Kila mmoja ana karama yake, ana kipawa chake, ana namna ambavyo amepewa namna ya kuishi ili aweze kusurvive. Amepewa namna ya kuweza kufanya ili aweze kusurvive. Tatizo letu sasa, wengi tumekuwa tuna tabia ya kuiga. Hiyo ni tatizo namba moja. Tunaiga. Unataka kuiga, wewe mwanafunzi unataka kuiga maisha ya mwanafunzi mwenzako, wakati hujui wewe mwanafunzi mwenzako huyo anaishi maisha gani, anapata wapi hela, wazazi wake wanafanya kazi gani, wana maisha gani ambayo wanayafanyaga ili wanakuwa na pesa mpaka mwanafunzi anakuwa na pesa nyingi. Iwe ni mwanafunzi wa chuo, iwe ni mwanafunzi wa sekondari. Usiige kuanza kuingia tamaa ya kuanza kukopa. Niazime nitakurudishia, naomba unipe tu leo 1,000 alafu nitakurudishia. Usiige. Ishi kwa kiwango ambacho wewe uwezo wako unapewa na wazazi wako. Kama ni kiwango ambacho unapewa na wazazi wako, hicho ndio unaishi ndani ya kile kiwango ambacho unapewa na wazazi wako. Kwa upande wa wafanyakazi, unakuta ni mfanyakazi ametoka kuajiriwa. Umekuta tena wenzako au mmeajiriwa pamoja, mwenzako ametoka kwenye familia ambayo ni wana uwezo mkubwa, anapewa hela ya kula chipsi, anapewa hela ya kusafiri mzuri, mwingine anapewa mpaka gari ambalo lina full tanki, na ndio anaanza kazi. Wewe mwenzangu na mimi ndio wamesema, tena maombi hayo walioomba kwamba tunakushukuru umeanza kazi ili uwasaidie na wazazi wako. Wewe unataka kuiga yale maisha. Usiige. Wewe mfanya biashara, umeanza biashara vizuri kabisa. Baada ya kufanya bidii kwenye hiyo biashara ulioanza, unaanza kutoka hapo tena. Mama fulani naona ameanza biashara hii inamlipa sana. Unaanza kuiga kwenye ile biashara ambayo mama fulani anafanya. Sijui baba fulani ameanza, yule kaka ameanza biashara hii inamlipa sana. Unaacha ile biashara ambayo unaifanya, ambayo ndani mwako ndio una uzito ule wa kuifanya ile biashara. Unaiacha, unaanza kuiga biashara nyingine. Miezi haijapita, leo unauza nguo, kesho unauza spare za bajaji, kesho unataka kuanzisha sijui genge, kesho unataka kuanzisha sijui duka la nini. Tulia. Usiige. Fanya biashara ile ambayo umepata msukumo ndani yako na umeona kabisa hili eneo ndio linalofaa kwa hii biashara, na hii biashara jichunguze, jitathmini ni kwa nini haitoki. Aidha lugha yako mbaya au na mambo mengine ambayo tutakuja kuyaongelea kwenye kipindi kingine tena. Lakini sitaki kwenda deep, ila leo nataka kuongelea habari ya kuiga. Acha kuiga. Acha kuiga. Ishi kwa ule uwezo ambao unao. Iwe ni mwanafunzi, iwe ni mfanyakazi, iwe ni mfanyabiashara, iwe ni mkulima, iwe ni
yeyote ambaye umeweza kuwa na umri wa miaka 18 na kuendelea na una uwezo wa kupata kipato, usiige. Namba 2, ambacho kitakuepusha kuingia kwenye madeni ambayo hayana ulazima wa kuingia kwenye hayo madeni, mpaka ukajiita wewe una madeni, mpaka ukajiita wewe una roho ya madeni. Namba 2, ishi kwa budget. Uwezo wako huo wa kipato ambacho unakipata, kibajetie. Usiingie kwenye vitu ambavyo wewe havikuwemo kwenye bajeti yako. Wewe una bajeti ya kila siku kwamba unatumia shilingi 1000. Wewe tena umeona kitu kingine ambacho hakikuwemo kwenye bajeti umekitumia, ambacho hakikuwemo kabisa kwenye mpangilio wako. Iwe ni mwanafunzi, iwe ni mfanyakazi, iwe ni mfanyabiashara. Unakuta ni mfanyabiashara, ameanza biashara, amechukua na mkopo pengine. Huo mkopo alivyouchukua, ameubajetia kwamba unataka kuongeza bidhaa huko dukani kwako au kwenye hiyo biashara yako. Wewe tena umeshachukua hiyo hela, baada ya kuipeleka bajeti yote kwenye ule mtaji wa biashara yako, unaanza kwenda kudivert ile fund, unapeleka kwenye shughuli nyingine. Unasema hii biashara nimegundua inalipa pia sana, itanisaidia katika kurejesha marejesho. Ukishafanya hivyo umekosea mpendwa. Itakusumbua huo mkopo, itabidi ukope tena kwa ajili ya kulipa rejesho la mkopo wa kwanza. Kwa sababu katika mchanganuo wako hukuweza kuweka hiyo hela ulioidivert ukapeleka kwenye biashara nyingine, au ukaenda kununua vitu vingine. Ukasema mimi hapa nyumbani nimepungukiwa, nataka kununua sijui kitu gani au vifaa vya nyumbani, au unataka kwenda kulipa ada. Wakati kwenye mkopo huo hukubajetia kwamba unaenda kulipa ada, unaenda kuanzisha biashara nyingine, au unaenda kununua vifaa vingine vya nyumbani kwenye huo mkopo. Ile hela yote, kama ni benki au ni financial institution ambayo wamekupa, au ni sehemu ambayo wanatoa mikopo, wamekubajetia kwamba ile hela yote unatakiwa kwenda kuongeza bidhaa. Baada ya kuona kwamba kweli biashara yako inahitaji kupata mkopo kwa sababu demand imekuwa kubwa, bidhaa ni kidogo. Sijui hapo mnanielewa, demand and supply. Usiende kuchukua mkopo wewe mfanya biashara, wakati hizo bidhaa ulizonazo bado hazijaisha na wala haziendi kwa spidi ile uliyokuwa unaitegemea. Unasema ngoja niongeze tu mtaji, niongeze bidhaa, nizijaze hizi bidhaa store. Hapana, usifanye hivyo. Utaenda hapo vibaya, utafika mahali utashindwa kulipa huo mkopo wako, na ndio utaanza tena kukopa sehemu nyingine ili kuweza kulipa huu mkopo mwingine wa kwanza. Wa pili na wenyewe hautalipika kwa sababu hautumii kwa lile lengo ambalo ile bajeti yako uliipeleka kule. Utakusumbua tena, utaenda kwenye mkopo wa 3. Kwa hiyo utakuwa na mikopo 3 pengine kwa dhamana tofauti tofauti. Mwisho wa siku inafika mahali mikopo yote 3 hailipiki. Ni kwa sababu hukufanya bajeti nzuri ya mkopo wa kwanza. Iwe ni mfanyakazi ni hivyo hivyo. Mfanyakazi unachukua mkopo, wafanyakazi wengi wanachukua mikopo kwa ajili ya kujenga, kununua viwanja, sijui kulipa ada na kufanya vitu vingine vingi. Lakini unaweza ukachukua mkopo huo, umeubajetia, bajeti yako ni vitu 2 au 3. Unaanza kuingiza na vitu vingine ambavyo havikuwemo kwenye bajeti. Huo mkopo lazima ukusumbue, na kabla hujafika ule kipindi ambacho unatakiwa kumaliza mkopo wako, lazima tena utaingia kwenye madeni kwa sababu hukubajeti vizuri, au bajeti yako imeenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo wapendwa, bajeti ni kitu cha msingi sana cha kufuatilia pale unapokuwa na pesa, pale unapokuwa umepata mshahara wako, pale unapokuwa umepata mkopo. Lazima uangalie bajeti yako inasemaje. Usichukue tu mkopo ukasema tu mimi nitanunua hiki, nitanunua hiki. Manake ile hela ya mkopo saa nyingine inakujaga kama zawadi. Yaani unaona umepata hela nyingi kwa kipindi kifupi, alafu ile hela unaona kabisa kwamba hapa nitaongezea bidhaa kidogo, hapa nitafanya hiki, hapa nitafanya hiki, hapa nitafanya kile, hapa nitafanya kile kwenye shughuli, sijui kwenye. Mpendwa, lazima utafika mahali uanze kuona kwamba wewe una roho ya madeni.
kwa sababu hukufuata bajeti ya ile ambayo ulikuwa umepata, kile kiwango ambacho ulikuwa umekipata mwanzo ukashindwa kukitumia vizuri. 3, mgawanyo. Mgawanyo wa kile kiwango ambacho unakipata, lazima uwe na mgawanyo mzuri, kwamba kuna mfano umepata 100,000 au umepata 200,000. Tuchukulie hiyo mfano ya 100,000. Umepata, kama ni mfanya biashara, umepata faida ya shilingi 100,000. Mgawanyo ili uende vizuri, ili roho ya madeni isikuingie, ili usifike mahali ukaanza kukimbia nyumba, ukakimbia familia yako, kukawa na mgogoro kwenye ndoa yako, kukawa na afya mbaya kwenye ndoa yako. Hiyo 100,000 tunasema mgawanyo mzuri, ili ukupeleke mahali ambapo ndoto zako zinakupelekea au malengo yako yanakupelekea kufika. Unatakiwa kuwa na mgawanyo ufuatao. Huo ni mgawanyo wangu, lakini umetumika kwa watu wengi na umewasaidia watu wengi kufikia mahali ambapo wanatakiwa kufika. 10% ya hiyo 100,000, mwenye imani kama ya kwangu, 10% ni ya Mungu ambaye amekupa uwezo wa kupata hiyo faida ya 100,000, ambaye amekupa uwezo wa kupata huo mshahara wa 100,000. 10% ambayo ni shilingi 10,000 unatakiwa upeleke wapi? Kanisani, ili Mungu akusaidie katika ile hela iliyobaki isipate kuliwa na tununtu na palale na nzige na vinginevyo. Yaani kutumia pesa vibaya na ukashangaa ile pesa imeisha mpaka ukaanza kusema mimi naona hapa kuna chuma ulete. Hamna chuma ulete. Nikwambie kabisa, hamna chuma ulete. 10% unatakiwa upeleke kwa Mungu wako ambaye amekuwezesha kupata hiyo pesa na hiyo faida na hiyo mshahara. 10% nyingine weka akiba. Kipindi kijacho nitakueleza kuhusu faida 6 strong, nzito, faida 6 za kuweka akiba. 10% weka akiba, kwa sababu wewe una survive, ni binadamu. Changamoto hazikosekani, fursa hazikosekani. Kwa hiyo weka akiba. 20% weka kwa matumizi ambayo sio ya lazima. Kuna matumizi ambayo sio ya lazima yanayoweza yakajitokeza katika maisha yetu ambayo ni ya kila siku na ambayo tunaenda kila siku. Na 60% iliyobaki ni ya matumizi ya lazima, kwa sababu wewe hapo ulipo ni lazima utumie nauli kila siku. Hata kama una gari, kuna fuel consumption, hela ya mafuta. Kwa hiyo usije ukasema mimi nina gari siweki budget. Hata kama una gari lazima ujue bajeti yake ni shilingi ngapi. Yaani hiyo ni lazima, yaani ni kwenye matumizi ya lazima. Chakula lazima ule. Umeme na maji ni vya lazima, kwa sababu kama unaishi kwenye nyumba ambayo ina umeme, ni lazima ujue umeme unatumia shilingi ngapi kwa mwezi. Kwa hiyo ndio maana kipengele cha kwanza nimesema usiige, uishi kulingana na uwezo wako. Wewe kama umeme wako unatumia wa shilingi 5,000, hakikisha vitu vyako havizidi vya shilingi 5,000. Kama umeme wako unatumia wa shilingi 10,000, maji unatumia ya shilingi 2,000, hakikisha matumizi yako hayazidi hapo, ili mgawanyo wako uende vizuri, usiingie kwenye madeni. Unaanza kununua vifaa ambavyo vitaendelea vitakuletea kosti kubwa ya umeme, umesahau kwamba kosti yako haijabadilika, ile ya mshahara wako haujabadilika. Hela yako unayoipata kila mwezi, faida unayoipata kila mwezi haijabadilika. Alafu wewe unaongeza vitu ambavyo vinatumia umeme. Umenielewa hapo? Sijui hapo tuko pamoja. Unaongeza vifaa ambavyo vinaongeza gharama ya umeme, wakati gharama ya faida ambayo unaipata iko pale pale. Mshahara wako uko pale pale.
Haya, nauli ulikuwa unatumia ya basi, ulikuwa unatumia ya boda, ulikuwa unatumia sijui ya public transport, umenunua gari, mshahara ule ule, fuel consumption, sijui nini, vilikuwa havipo. Lazima ujue namna ya kujiongeza kwamba nitafanya kitu gani ambacho kitaongezea hii cost ambayo natumia kwenye gari. Maana mara ya kwanza inawezekana 20,000 ilikuwa inakutosha kwa kutumia nauli. Boda 1,000 kwenda kurudi 1,000, 2,000. Umemaliza siku imekamilika kwenda kwenye biashara yako. Sasa umejiongezea nauli ya mafuta. Mafuta hayo yana gharama yake. Gari hilo lina maintenance yake. Kuna mahali ya park, kuna sehemu ya kupaki. Kuna sehemu ya kwenda kuosha gari. Labda hata kama unaosha mwenyewe nyumbani, lakini kwa Prestige unataka tena gari lioshwe. Pale unapopaki kuna watu wanaosha magari 1,000 umeacha. Parking cost, sijui fuel consumption. Umeongeza gharama ya maisha wakati mshahara wako uko pale pale, biashara yako faida iko pale pale. Akili kichwani mwako. Ni kwa nini usiingie kwenye roho ya madeni? Kama utajiongezea kosti wakati mgawanyo wa pesa unakwenda ndivyo sivyo. Kwa hilo nimekumegea hayo mambo matatu, ukiyazingatia utaepukana na roho ya madeni, utapata mikopo, utachukua mikopo lakini itakwenda sambamba na vile inavyotakiwa kutumika. Utaepukana na roho ya madeni, utaishi vizuri, ndoa yenu itakuwa na afya, mahusiano yenu yatakuwa na afya, hakutakuwa na ugomvi ambayo hayana kichwa wala miguu. Sehemu unayokaa utakuwa ni unakaa kama utataka kuhama utahama kwa sababu nyingine, lakini sio kwa kukimbia madeni. Mahali unapoabudu utaondoka kwa sababu nyingine, lakini sio kwa sababu ya madeni. Ukifuata hizo namna tatu ambazo zinaweza zikakupelekea wewe ukatoka kwenye roho ya madeni. Basi kipindi kijacho nitawaelezea namna gani ambavyo akiba inaweza ikatumika vizuri. Na kwenye matumizi ambayo sio ya lazima, wengi unakuta unaweza ujazitumia kwenye zile ni 20%. Unaweza ukatumia 10%, 10 nyingine tafadhali ijaze kwenye akiba. Kwenye yale matumizi yasiyo ya lazima, hebu jibane, alafu peleka kwenye akiba. Alafu utaona kipindi kijacho nitakavyoelezea kwamba ni namna gani ambavyo akiba yako inaweza ikakusaidia kutimiza ndoto zako, kutimiza maono yako na kutimiza malengo yako, na ukawa unaenda mbele kila siku, unasonga mbele badala ya kurudi nyuma. Nikutakie wakati mwema na kushukuru sana kwa kunisikiliza. Usiache kushare, usiache kucomment, usiache kusubscribe ili upate na mambo mengine yajayo yanafurahisha.